Sasa je, vijana wenyewe wanajua brandi walio nayo katika nyakati hizi? Wanajua kwamba wao ni bidhaa adimu? Wanasukuma mambo yao au wanasukuma mambo ya watu? Wanabeba ajenda zao au wanabeba ajenda za watu? Wananufaika na malengo yaliyopo ama wanawapa wenye malengo wanufaike na mambo yao? This is a major question that everyone should be asking himself. Hii safari ninayosafiri leo kama kijana, ni safari yangu au ni safari ya watu? Hilo ndio jambo la msingi. Tumeitwa kwa ajili ya nani? Tumeambiwa kwa ajili ya nani? Tumehimizwa kwa ajili ya nani? You should be asking yourself. Otherwise, ujana utakuwa ni boti ya kusafirisha mizigo ya watu wengine. Vijana, mnajikuta mmechoka, lakini wote hamna kitu. Mmebeba watu na mambo yao. Mimi nisingetamani kuona kwenye mkoa wetu vijana wanabeba mambo ya watu. Nataka vijana wa mkoa wa Iringa wabebe mambo yao ya vijana. Mambo yao. Niwaone vijana wanahangaika na uwezeshaji. Vijana wanahangaika na matumizi ya rasilimali tulizobarikiwa ndani ya mkoa wa Iringa. Vijana wanahangaika na kubrandi mkoa, upate uwekezaji ili uwekezaji uboost employment kwa vijana wenzao. Vijana ambao watapambana kuhakikisha usalama upo ili uwezeshaji ulete tija na uwekezaji uwezekane. Vijana ambao watahakikisha wanatambua kwamba Iringa is an academic hub na ni lazima waitumie kukuza uchumi na kuongeza maarifa. Hiyo ndio kitu nataka nione katika mkoa wetu. Lakini pia ni kufuta fikra za vijana kuwa shouters. Tunataka fikra za vijana kuwa discussers. Wafikiri. Sisi tunataka vijana hawa mkurugenzi wasiwe vijana ambao kazi yao ni kupiga kelele tu. Katika mkoa huu na ninarudia, ningetamani kuona vijana mnakuwa part of the discussion na sio sehemu ya wapiga kelele. You are not here to shout, you should be here for a discussion. Ukidiscuss, ajenda zako zinasikilizwa, hoja zako zinasikilizwa. Ukishout, nobody will hear shouting. Nobody. Tuchague kuwa sehemu ya watu ambao tutakaa kwenye mjadala au kuwa sehemu ya watu kutoka kwenye kelele. Tuchague moja. Kuwa kwenye kundi la wapiga kelele ama kuwa kwenye kundi la watakaojadili mambo. One of the responsibilities of the government is to create a better environment, a room for the youth to come and discuss issues, ili serikali isisikie na isifanyie kazi. Lakini ukisema utoke hapa uende sokoni pale, mimi nasema watakoma. Nani anakusikiliza? Unaweza ukawa na hoja nzuri, lakini namna ya kuwasilisha zile hoja ikaathiri kufika kwa hoja zako. Unaweza ukawa na hoja nzuri, lakini namna unapowasilisha zile hoja ikaathiri mapokeo ya zile hoja kwa watu wengine. Vijana wana nguvu tayari, na kama unavyoona leo wamefanikiwa kuja kwa wingi. Inamaanisha kwamba kuna kitu wanatamani kukiona kinafanyika, kuna majukwaa wanatamani kuona wakishiriki, lakini watu wa kuyatengeneza majukwaa sahihi wamekuwa ni hawapo. Na kama alivyozungumza mgeni rasmi leo, watu wamekuwa kuna majukwaa tu ya kuwafanya vijana kama baraka, kama wasindikizaji wa ajenda. Lakini kupitia kongamano hili tunataka kutengeneza vijana kama watu ambao wanaweza kubeba ajenda zao wenyewe, wakapambanua na kuona ni namna gani wanaweza kutumia fursa ambazo tayari zipo, zinaanzishwa na mashirika kama ya kwetu, lakini pia serikali na maeneo mengine, katika namna ambayo inaweza kuwafanya wao wapate maendeleo na wajikwamue katika namna zote. Nikiwa kama kijana nimeona umuhimu sana kuwa na kongamano kama hili, hasa kwa vijana, kwa sababu imenipa kuamka na kutazama mambo kwa jicho jingine, hasa kwenye upande wa fursa na kujishughulisha kama kijana. So imenipa kuamsha akili yangu kwamba nisiangalie mambo kwa mtazamo mmoja, pia ninaweza kaangalia mambo kwa mtazamo mwingine ambao utanisaidia mimi pamoja na jamii yangu kwa ujumla. Yaani akili zetu zinatakiwa zifanywe upya, zibadilishwe. Kwa ambaye amekosa, kuna namna anaweza kaa bado anabaki kufikiria kama zamani, wakati sisi tulio attend kongamano tumetoka na mtazamo mpya wa kuangalia mambo. Kongamano hili mimi naweza nikapongeza sana waandaaji, nikiwa kama mwandaaji pia tunajipongeza, lakini tunapongezana kwa sababu ni jambo kubwa na zuri kwa ndani ya mkoa wa Iringa, lakini kitaifa, ukizingatia juzi kumezinduliwa kongamano la vijana kupitia Wizara ya Vijana. Kwa hiyo tukiendelea kufanya vitu ambavyo vinawakutanisha vijana, vitatufanya vijana kuwa na morali na motisha kuhakikisha tunakuwa wabunifu, tunakuwa watulivu, tunakuwa wasikivu.
tunakuwa wawajibikaji, na ili tujenge jamii imara inabidi tuwe na jamii ya vijana wawajibikaji, waadilifu na wachapakazi. Tumepata kubadilika kifikra, kwa sababu tulikuwa tunaamini kama sisi vijana ni taifa la kesho, lakini kimsingi vijana ni taifa la leo, kwa sababu ulimwengu unaokwenda sasa hivi ni ulimwengu ambao unaenda kasi kidogo. Kwa hiyo kama vijana tunatakiwa tufikirie na tuact quickly kutokana na mazingira ambayo yanatuzunguka.